Kwa majina naitwa Triza, msomaji wa siku ya leo. Barikiwa dada Triza. Amina. Na mimi naye ninayezungumza kwa jina naitwa Peter Nyangaresi. Kwa hivyo nakukaribisha mpendwa ili tuweze kujifunza pamoja. Kitabu ni waraka wa kwanza wa Timotheo. Waraka wa kwanza kwa Timotheo 2 mstari wa kwanza. Waraka ni wa kwanza wa Timotheo 2 mstari wa kwanza. Inasema, waraka wa kwanza wa Timotheo 2 mstari wa kwanza. Inasema basi. Waraka wa kwanza wa Timotheo 2 mstari wa kwanza. Biblia inasema basi kabla ya mambo yote nataka nini? Nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo Mungu anasema kabla ya mambo yote lazima tuanze na dua. Tuanze na dua. Kwa hivyo ningependa tuweze kuomba ili tukaanze. Tunaomba. Mtakatifu na Mwenyezi Mungu uliye juu mbinguni zaidi, wewe uliyetukuka kuliko viumbe vyote mbinguni na hata duniani, jina lako liinuliwe na lihimidiwe milele mfalme, kwa maana unastahili kuabudiwa milele. Ni asanti kwa sababu ya upendo mkubwa ambao umeuonyesha kwa ulimwengu mzima, kwamba ukamtuma Kristo akafa kwa ajili yetu ili kudhihirisha upendo huo. Na ni kwa sababu hiyo leo tunasimama katika kiwanja hiki ili kutangaza fadhili zako na kuweza kuwajulisha wote wa eneo hili kwamba unawapenda na unawahitaji. Bwana, naomba uweze kuwapa masikio ya kusikiliza, nami unipe kinywa cha kuzungumza maneno ya kimbingu. Ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amina. Sasa mtumishi, katika siku ya jana tulikuwa tunaangalia swali ambalo limewasumbua wanadamu wengi duniani. Na swali ambalo linasumbua wanadamu wengi duniani ni swala la Mungu, yaani kutaka kumjua Mwenyezi Mungu. Na Mungu alipowaumba wanadamu, katika moyo wa wanadamu wote duniani, Mungu ameweka kiu fulani, sivyo? Ndio. Na kiu hiyo ambayo Mwenyezi Mungu ameweka, lazima kila mwanadamu aweze kutafuta Mungu katika hali yoyote ile alivyo, ama akatafuta kilicho kikuu zaidi kumliko yeye. Kwa hivyo there is a gap, ama kuna nafasi ambayo Mungu ameiweka katika kila mwanadamu, na ambayo ni yeye tu anaweza kuchukua hiyo nafasi. Na kwa sababu hiyo inamfanya kila mwanadamu, awe ni Mwafrika, awe ni mzungu, awe ni Mchina, awe ni Muhindi, awe ni nani, awe anatafuta kitu ambacho anaabudu, sivyo? Ndivyo mwalimu. Na kwa hivyo jana tukaweza kuangalia kwamba wanadamu wako na mafundisho tofauti tofauti, ama imani tofauti tofauti kumhusu Mwenyezi Mungu. Tukaona kuna wale wako na imani kwamba ndio kuna Mungu, ndio, na kuna Mungu ambaye is supreme, yani yeye ana ukuu kwa kila kitu, na wanaamini ni Mungu mmoja, sivyo? Ndio mwalimu. Tukaona kwamba katika kitengo kile cha wale wanaoamini kwa Mungu mmoja, kuna Wakristo, kuna Waislamu na kuna Wayuda, sivyo? Ndio mwalimu. Alafu tukaangalia kitengo cha pili, ni wale wanaoamini kwamba kuna miungu wengi. Na kwamba miungu hawa wengi, kila Mungu ako na uwezo wa namna yake na anasimamia kitu fulani. Ndio. Tukaona katika enzi za zamani kulikuwa na Wagiriki, kulikuwa na pia traditionalist, wale ambao wanafuata mila na desturi, wazee wetu wa zamani. Tukaona pia kuna Wahindu na wengine wengi kama hao. Alafu tukaona pia kuna wale wanaoamini kwamba Mungu ako kwa kila kitu, unaona. Tukasema inaitwa pantheism, si ndio? Ndio. Yaani Mungu ako kwa kila kitu, unaona. Kwa hivyo ukiona paka umeona Mungu. Ukiona mmea umeona Mungu. Na kwa hivyo hao wanaitwa kikundi hicho kinaitwa, wako na imani ambayo inaitwa pantheism. Na pia kuna wale walio na
imani inayoitwa agnosticism, ambayo ni imani wanaamini ya kwamba yani wako katika hapo katikati, wanasema Mungu anaweza kuwa, lakini na pia anaweza kuwa asifanye nini? Anaweza kosa kuwa. Naam. Pia tukaona kuna wale ambao wanaamini Mungu ni nguvu fulani, it is some energy ambayo iko katika universe. Na kwa hivyo unaweza kuabsorb that energy katika cultivation na vitu kama hivyo. Hasa Wabudha wako na mafundisho kama hayo, na pia kuna watu ambao wanaitwa spiritualists ambao wana practice vitu kama yoga. Niko na rafiki yangu mmoja, naam, ambaye alikuwa anajaribu imani hizi zote akitafuta imani ambayo itaweza kumtuliza moyo wake. Nitakuja kuwapea hadithi yake vizuri tunapoendelea kujifunza. Kwa hivyo sisi jana tukasoma Biblia, tukagundua ya kwamba Mungu ni nafsi. Na tunaona Mungu katika Biblia akizungumza, kwa maana yeye ni nafsi. Mungu si nguvu fulani. Mungu si kiumbe fulani ambacho labda, ama nguvu fulani ambazo zinajionyesha katika ulimwengu ama katika wanyama ama katika nini. Lakini Mungu ni nafsi. Na kwa hivyo, kwa sababu Mungu ni nafsi, ndiyo maana tunaona katika Biblia Mwanzo tulisoma anasema na tumfanye mtu. Hebu soma 1:29 kitabu cha Mwanzo. Mungu mwenyewe anazungumza. Kwa hivyo kuonyesha Mungu ana nafsi. Kwa maana aliye na nafsi ndiye anayezungumza. Asiye na nafsi hawezi kuzungumza. Soma. Kitabu cha Mwanzo 1:26. Biblia inasema, twende. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Kwa hivyo Mungu ako na mfano na ako na sura, si ndio? Kwa hivyo katika kitabu hicho tunaona kwamba Mungu ana mfano na Mungu ana sura. Kitabu hicho Mwanzo 2:7. 2 mstari wake wa 7 inasema namna gani? Neno la Mungu linasema, twende. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hivyo Bwana Mungu akamfanya, kumaanisha ili Mungu aweze kumfanya lazima ana mikono, si ndio? Ndio. Na kwa hivyo Mungu ni nafsi na ako na sura ambayo inaweza kutambulika, si ndio? Na tukaona Mungu hana sura ya mnyama, bali ako na sura ya ambayo sisi wanadamu tulio nao. Ndio maana tunasema kwamba tuko na sura ya nani? Ya Mungu. Na nikasema kifungu hiki kinamaanisha vitu viwili. Kitu cha kwanza, tuna sura ya Mungu katika physical, yani vile tunavyoonekana, mikono, miguu, nini, uso. Na kitu cha pili, inaashiria tabia yake, kuumbwa katika sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo tukaona Mungu ni nafsi. Na kwa sababu Mungu ni nafsi, ndio maana anaweza kutupenda. Unifuate vizuri. Kwa maana Mungu ni nafsi, ako na uwezo wa kutupenda. Na kitu kingine, ako na uwezo wa kuhuzunishwa ama kukosewa, sivyo? Ndivyo. Na ndio maana tunasema Mungu ni nafsi. Kwa maana ukisema God is an energy, inamaanisha ya kwamba there is no relationship unaweza kuwa naye. Lakini sasa Mungu ni nafsi, unaweza kuwa na uhusiano na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunataka tuzidi kumjua Mungu. Kwa hivyo tukaangalia vitu vingi, na kuna kitu kingine tulichoangalia, ningependa pia tuangalie kwamba huyu Mungu hata ingawa ako na sura kama yetu, the form, ako na sura kama yetu, kuna kitu ambacho hafananishi na sisi, si ndio? Ndio mwalimu. Nyama na damu. Mungu hana nyama na nini? Na damu. Kitabu kile cha Yohana 4 mstari wake wa 24. Yohana ni 4 mstari wake wa 24. Yesu anasema namna gani? Mungu, Biblia inasema ati Mungu ni roho. Mungu ni nini? Ni roho. Ushamaliza. Kwa hivyo Mungu ni roho. Na kwa hivyo kwa sababu Mungu ni roho, ningependa uweze kuelewa ya kwamba yeye hana nyama na nini? Na damu. Na damu, lakini yeye ni roho. Na usisahau kwamba pia ana nafsi. Ujue tukisema roho, watu sasa wanasema ni nguvu. Roho, lakini ana nafsi.
Na kwa hivyo tukaona kitu kingine, Mungu ako na kiti chake cha enzi. Ndiyo mwalimu. Ako na mahala pake anapokaa. Kwa hivyo siku ya leo tutazidi kuangalia ndani. Sasa kitu kingine mtumishi tuliangalia ni katika waraka wa kwanza kwa Timotheo. Waraka wa kwanza kwa Timotheo 6:16. 6:16 inasema namna gani? Waraka wa kwanza wa Timotheo 6:16. 6:16 inasema, neno la Mungu linasema, twende, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti. Kwa hivyo Mungu hapatikani na nini? Na mauti. Na ni yeye peke yake asiyepatikana na mauti. Katika Kiingereza tunatumia jina immortal. God is immortal. Twende kazi. Amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Na Mungu amekaa katika nuru isiyoweza kufanya nini? Kukaribiwa. Jana tuliweza kuangalia nuru isiyoweza kukaribiwa, huo ni utukufu wake. Na pia Zaburi anasema kwamba dunia yote inaangazwa na utukufu wa nani? Utukufu wa Mungu. Na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Sasa leo ningependa tuende katika sehemu ya kuona vile Mungu anavyojidhihirisha kwetu. Mungu anavyojidhihirisha kwetu ama anavyojifunua kwa wanadamu. Sasa swali ni je, Mungu anajifunua vipi kwa wanadamu? Sasa turudi kile kitabu cha Yohana 17, mstari wake ni wa 3. Kitabu cha Yohana 17, mstari wake wa 3. Biblia inasema namna gani msomaji? Yohana 17 mstari wa 3. Biblia inasema, twende. Yohana 17 mstari wake wa 3. 3 inasema, na uzima wa milele ndio huu. Sasa wapendwa, najua kwamba kila mwanadamu anatafuta uzima wa milele. Uwe Muhindu, Wahindu pia wanatafuta nini? Uzima wa milele. Wawe Wabudha wanatafuta nini? Uzima wa milele. Wakristo wanatafuta nini? Uzima wa milele. Waislamu wanatafuta nini? Uzima wa milele. Sasa hapa Yesu anatupa siri ya uzima wa milele. Kwa hivyo anatuambia hivi, wapendwa, hapa ndio kuna uzima wa milele. Kwa hivyo uzima wa milele ndio huu. Ni upi? Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Kwa hivyo kitu cha kwanza, wamjue Mungu pekee wa kweli. Na nani? Twende. Na Yesu Kristo uliye mtuma. Kwa hivyo ukiwa uko na haja ya uzima wa milele, utaupata katika kumjua nani? Kumjua Mungu wa pekee, si ndio? Ndio. Na kwa hivyo utamjua Mungu wa pekee kupitia Kristo. Hilo tutaangalia. Ndio mwalimu. Kwa hivyo tunataka tupate uzima. Kwa hivyo tunaenda katika swali lingine. Je, tutamjua Mungu vipi? Ama Mungu amejifunua kwetu kwa njia gani? Kitabu cha Waebrania ni 1 mstari wake ni wa 1 hadi wa 2. Waebrania ni 1, ndio, mstari wa 1 hadi wa 2. Neno la Mungu lasema namna gani? Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu. Sikiliza, Mungu alisema. Kumbuka Mungu ni nafsi. Ndio. Hawezi sema kama yeye si nafsi. Kuna kitu nimekumbuka. Ndio mwalimu. Na kwa sababu Mungu yeye ni nafsi, wengine ujue wanadhani wanamjua Mungu by feeling him. Yani wanataka wafanye nini? Wamuhisi. Kwa hivyo ndio maana wanadhani Mungu ni nguvu fulani, ati sasa unamuhisi katika meditation na vitu kama hivyo. Lakini hapa Mungu anapozungumza, Mungu unamjua, si ndio? Kwa hivyo mnakuwa na uhusiano. Sasa Mungu hapo zamani alinena nasi kwa njia gani? Soma. Alisema na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi. Sikiliza. Na kwa njia nyingi. Haya, kwa hivyo Mungu alipokuwa anazungumza na wanadamu, alichagua njia ya manabii, si ndio? Kwa hivyo alisema na baba zetu, kumaanisha Mungu alinena na ulimwengu ama na wanadamu, ama alijifunua kwa wanadamu kupitia
kwa manabii. Na alipotumia manabii alizungumza kwa njia nyingi na sehemu nyingi. Twende mwisho wa siku hizi. Sasa sikiliza, alipoona amemaliza kutumia manabii, sasa mwisho wa siku hizi amefanya nini? Amesema na sisi katika mwana. Amesema na sisi katika mwana. Kwa hivyo Mungu amenena na wanadamu kwa njia ngapi? Mbili. Ama amejifunua kwetu kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kupitia manabii. Njia ya pili ni kupitia Yesu Kristo ambaye ni mwana, si ndio? Sasa huyu mwana tutamwangalia baadaye. Sasa tuende kwa manabii. Swali ni je, alipozungumza na manabii ili kujijulisha kwetu alitumia njia gani? Kwa maana tumeona ni njia nyingi, si ndio? Hizo njia nyingi ni gani? Kitabu ni cha Hesabu 12 mstari wa 6. Kitabu ni cha Hesabu 12 mstari wake ni wa 6. 12 mstari wake wa 6 inasema namna gani? Samahani mwalimu. Hesabu iko katika Agano la Kale. Ndio mwalimu. 12 mstari wake wa 6, Biblia inasema namna gani? Sasa Mungu alipokuwa anazungumza na manabii, alizungumza kwa njia gani? Ama alijifunua kwa njia gani? Tuende kazi. 12. Mstari ni wa 6. Mstari wa 6 Biblia inasema, twende. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu, akiwapo nabii kati yenu. Kwa hivyo huyu ni Mungu anazungumza, anasema sikilizeni basi nyinyi wa Israeli, akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Kwa hivyo Bwana anajifunua. Ujue kujifunua inamaanisha katika Kiingereza ni reveal, si ndio? Yaani kujijulisha. Kwa hivyo Mungu hajajificha. Mungu hajajificha ili kwamba mwanadamu asiweze kumjua. La hasha. Mungu amejifunua kwa wanadamu wamjue. Kwa njia gani? Biblia inasema amejifunua kwa manabii kwa njia ya maono. Ya kwanza ni katika maono, yani visions. Nitasema naye katika ndoto. Na pia atasema na sisi katika ndoto. Kwa hivyo Mungu ananena na manabii katika njia hizi mbili, katika maono ama jonzi na katika ndoto. Kwa hivyo anapojifunua, anajifunua alafu wale manabii kuna kitu wanafanya, si ndio? Ndio mwalimu. Sasa nataka tuangalie mfano mahali ambapo Mungu alijifunua kwa hawa manabii katika njonzi na katika ndoto, sivyo? Ndio mwalimu. Kitabu kile ni cha tuanzie kitabu cha Danieli. Danieli 7 mstari wake wa 9. Danieli 7 mstari wake wa 9. Tuone vile Mungu alivyojifunua kwa Danieli. Hebu anzia mstari wa kwanza, alafu tutaruka hadi mstari wa 9. Soma. Neno linasema, soma. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza, twende, mfalme wa Babeli, soma. Danieli aliona ndoto. Kumbe Danieli aliona nini? Ndoto. Kwa hivyo hapa Mungu anajifunua kwa Danieli kwa njia ya ndoto, si ndio? Mstari wa 9, twende. 9 neno la Bwana linasema, sasa alijifunua vipi kwa Danieli katika hiyo ndoto? Soma. Nikatazama hata viti nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, twende, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Kumbe mzee wa siku aliketi ambaye ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Twende. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Kwa hivyo mavazi yake, ile nuru ambayo tuliona amevikwa, ndio hiyo yeye anasema alikuwa amevaa mavazi meupe kama nuru. Twende. Na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto. Kwa hiyo miali ya moto inaashiria utukufu, the glory, si ndio? Ndio mwalimu. Haitwi moto bali miali ya nini? Ya moto. Miali ya moto. Hapo unipate vizuri. Na kwa hivyo hivi ndivyo Mungu alijifunua kwa nabii Isaya, yaani kwa nabii Danieli katika ndoto, si ndio? Ndio mwalimu. Sasa alijifunua kwa Isaya vipi na kwa njia gani? Isaya 6 mstari wa kwanza. Isaya 6 mstari wa kwanza. Nabii Isaya. Kumbuka ni kipindi cha mafundisho ama uchambuzi wa Biblia,
Na kwa hivyo tunapochambua Biblia, ni Biblia inajieleza, sivyo? Ndio mwalimu. Inasema namna gani? Neno lasema, twende, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, twende, nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, soma, kilicho juu sana na kuinuliwa sana. Kwa hivyo yeye aliona, ukisikia anasema hivi, inaashiria ni jonzi ama maono, yani ina vision. Na kwa hivyo Danieli alipokuwa katika maono aliweza kuonyeshwa mbingu, na alipoonyeshwa mbinguni akaonyeshwa hata mahali Mungu alipo katika njonzi, lakini hii si uso kwa uso. Kumbuka hakuna mwanadamu amewahi muona Mungu uso kwa uso. Hiyo tutasoma tena. Sasa hii ni katika njonzi. Twende kazi. Mungu anajifunua kwa manabii katika ndoto, tumeona. Sasa ni katika njonzi. Twende kazi. Juu yake walisimama maserafi. Twende. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake. Twende. Na kwa mawili alifunika miguu yake. Na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Twende. Dunia yote imejaa utukufu wake. Kwa hivyo ndivyo wale maserufi wanavyomsifu Mwenyezi Mungu, si ndio? Na mwalimu. Twende kazi. Na misingi ya vizingiti katikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia. Nayo nyumba ikajaa moshi. Twende. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Kwa hivyo Isaya akasema katika ile njozi, macho yake yamemwona mfalme wa nini? Wa majeshi. Wa majeshi, si ndio? Kwa hivyo ni katika njozi na katika ndoto. Kwa hivyo mtu asiwahi kuambia kuna mtu ameona Mungu macho kwa macho. Ni katika njozi na katika ndoto. Hebu tuende kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo 6 mstari wa 16 umalizie kwenda chini. Utasoma tu yote ili tuone kwamba hakuna mwanadamu ambaye amemuona Mungu. Twende. 6:16. 6:16 inasema, twende, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti. Soma. Amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Wala hakuna mwanadamu aliyemwona. Hakuna mwanadamu aliyefanya nini? Aliyemwona. Twende. Wala awezaye kumwona. Wala awezaye kumwona kwa sababu ya utukufu wake. Lakini tunamuona Mungu kupitia jonzi kwa manabii, si ndio? Tutaona njia nyingine ambayo tunamuona Mwenyezi Mungu. Sasa hawa manabii Mungu alipojifunua kwao katika maono na katika njonzi, aliwaambia vipi? Je, walifaa kunyamazia yale maneno ama walifaa kufanya namna gani? Tuchunguze. Kitabu ni cha Isaya 8 mstari wake wa kwanza. Mungu anapowaonyesha manabii njonzi, anapojifunua kwao, anawaagiza namna gani? Kitabu kile cha Isaya 8 mstari wake ni wa kwanza. Biblia inasema namna gani? Isaya 8 mstari wa kwanza. Neno la Mungu lasema, twende, Bwana akaniambia, ujipatie ubao mkubwa. Kwa hivyo akaambiwa jipatie ubao. Leo hii tunaweza sema jipatie kitabu, si ndio? Ndio mwalimu. Twende kazi. Ukaandike juu yake kwa kalamu ya binadamu. Kwa hivyo Mungu anapojifunua kwa Isaya, akamwambia Isaya, chukua kitabu, chukua na kalamu, alafu twende kwa Maher Shalal Hashbazi. Twende kazi. Nami nitajipatia mashahidi waaminifu ili kuandika habari, yani Uria, achia hapo. Sasa na kwa hivyo Mungu kupitia kwa mashahidi wake, ujue mashahidi ni wale wanaoshuhudia kuhusu Mungu, si ndio? Na kwa hivyo akawapa waweze kuandika ili kuwe na ushahidi kuhusu nani? Mwenyezi Mungu. Sasa swali tunauliza, mbona Mungu awe na ushahidi katika maandiko? Hiyo tutajiuliza na tutalijibu hapo kesho. Sasa tuweze kuangalia. Kwa hivyo Isaya aliambiwa aandike, si ndio? Ndio mwalimu. Na humu yani Habakuki pia ambaye ni nabii, alipoonyeshwa njonzi pia alipewa maagizo haya. Kitabu kile ni cha Habakuki 2 mstari wake wa 2. Habakuki ni 2 mstari wake wa 2. Biblia inasema namna gani mtumishi? 2:2. Biblia inasema, twende, Bwana akanijibu akasema. Sasa Bwana anapomwonyesha Habakuki jonzi kuhusu tabia yake ama kuhusu kujihusu, anapojifunua
anamwambia Habakuki hivi, twende. Iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao. Kwa hivyo akamwambia andika njozi iwe wazi sana katika nini? Katika vibao. Twende. Ili aisomae apate kuisoma kama maji. Ili aisomae apate kuisoma kama maji. Kwa hivyo tuliandikiwa hili tutakapoisoma tupate kuisoma kama nini? Kama maji. Na kwa hivyo Mungu anapoagiza manabii, anapojifunua, anawaambia waandike. Sasa swali ni je, walioyaandika yako wapi? Si ndio? Ndio mwalimu. Sasa wengine wanasema ya kwamba kuna vikundi vingi wanasema kwamba vitabu walivyo navyo, the religious books they have, ni vimetoka kwa nani? Ni vya Mungu, si ndio? Ndio mwalimu. Lakini mahali ambapo tunapata vitabu ambavyo vimeandikwa na manabii zimekuwa compiled ni katika Biblia, si ndio? Ndio mwalimu. Na katika vitabu hivi Mungu amejidhihirisha kupitia kwa hawa manabii na tukaandikiwa ili tuweze kusoma. Sasa ningependa uweze kwenda katika kile kitabu cha waraka wa pili kwa Timotheo. Waraka wa pili kwa Timotheo 3:16. 3:16. Anzia 15 ili watu waweze kujua yale manabii walioandika. Watu walikuwa wanafunzwa kupitia hayo, si ndio? Ndio mwalimu. Biblia inasema namna gani? Neno nasema, twende, na ya kuwa tangu utoto. Kumbe Waisraeli wote tangu nini? Tangu utoto. Umeajua maandiko matakatifu. Kumbe yale maneno ambayo manabii waliandika, waliweza kuyaandika yakawekwa pamoja, sasa yakaitwa nini? Maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu. Na kwa maandiko haya matakatifu watoto wakawa wanafundishwa ama wanaelekezwa kupitia maandiko hayo. Twende. Ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe haya maandiko yanaweza kutuhekimisha hadi tupate wokovu. Na kwa hivyo nia ya Mungu kujifunua kwa wanadamu ni kwamba wamjue, na kwa kumjua yeye watapata uzima wa milele. Kwa hivyo Mungu amejifunua kwa manabii, alafu manabii wakaandika. Ndio hiyo sasa yanaitwa maandiko matakatifu, si ndio? Sasa haya maandiko matakatifu yako namna gani? Endelea kwenda chini. Inaendelea kusema, twende. Kila andiko. Kwa hivyo kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Kumbe haya maandiko ambayo manabii waliandika si maneno yao, bali ni nini? Maandiko haya yana pumzi ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo unaposoma ile Biblia unaona kana kwamba, yani si kana kwamba, ile pumzi ya Mungu ndio inayokuzungumzia. Ndio maana neno liko na uwezo wa kubadilisha tabia za watu, kwa maana ni pumzi ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo wale manabii waliposhuhudia kuhusu Mwenyezi Mungu wakaandika, ile ilikuwa pumzi ya Mungu. Twende. Niruhusu nianze. Inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, twende, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Alafu malizia, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, ili apate kutenda kila tendo jema. Yani ili tuweze kukamilishwa, ndio ni heri tuweze kukaa nourished na maandiko ambayo hawa manabii waliandika. Sawa. Na kwa hivyo waliandika si kwa nguvu zao, bali wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kitabu ni Petero Mokuongo. Petero wa kwanza ni wa pili. Petero wa pili 1 mstari wake ni wa 19. Twende hadi 20. Twende. Inasema, soma 20. 20 nasema, twende. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko. Kwa hivyo hakuna unabii katika maandiko upatao kutafsiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Kwa hivyo kuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Yani manabii hawakuandika vile walitaka, si ndio? Ndio mwalimu. Waliandika mapenzi ya nani? Twende.
Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo manabii walioandika, walionena yalikuwa maneno matakatifu yaliyotoka kwa nani? Kwa Mungu, wakiongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hii Biblia ama maandiko matakatifu ni maandishi ama ni barua ya Mwenyezi Mungu kwa wanadamu. Sawa sawa. Na kwa hivyo Mungu anajifunua kwa manabii kupitia kwa ndoto na maono. Wao manabii wanaandika wakiongozwa na Roho wa Mungu, maneno ya Mungu. Yale maneno tunayapata na yanaweza kutujulisha habari za Mwenyezi Mungu, si ndio? Na kwa hivyo vitabu hivi vilikuwa hata wakati wa Yesu, vitabu hivi vya manabii vilikuwa vimewekwa na watu walikuwa wanavisoma kanisani, watu walikuwa wanaelekezwa kupitia kwa maneno yale, kwa maana yalikuwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Yesu alipohubiri mara ya kwanza alisoma katika kitabu cha Isaya, kitabu kile cha Luka 4 mstari wake wa 16 aya 17, anzia 17. Kitabu cha Luka 4:17. Luka 4:17. Biblia inasema namna gani? 17, neno la Mungu linasema, wacha liseme, akapewa chuo cha nabii Isaya. Kwa hivyo Yesu alipoenda kusimama katika madhabahu, akapewa asome katika kitabu cha Isaya. Ndio. Akakifungua chuo cha nani? Ya nabii Isaya. Cha nabii Isaya. Alafu akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu. Shikilia hapo. Kwa hivyo Yesu pia alisoma ama hakusoma? Alisoma. Na yale maandiko yaliyoandikwa na manabii, kwa hivyo yalihifadhiwa. Ndio mwalimu. Tunaelewana kweli? Kweli. Na hayo maneno yalikuwa yakifunzwa hata kwa Waisraeli. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Taurati, Kumbukumbu la Taurati 6 mstari wake, hebu anzia mstari wa 6. Kumbukumbu la Taurati 6 mstari wake wa 6 inasema, kwa hivyo Mungu aliweza hata kuagiza wanadamu, akawaambia, mimi sijawaacha hivyo, nimejifunua kwenu, na haya maandishi ambayo manabii wameandika yananifafanua ama yananifunua mimi. Na kwa hivyo mkisoma mnafaa pia mfunze watoto wenu ili wanijue. Soma. Nasema, twende. Na maneno haya ninayokuamuru leo, twende, yatakuwa katika moyo wako. Nawe wafundishe watoto wako kwa bidii. Kwa hivyo wangewafundisha watoto wao kwa bidii. Ndio. Na kuyanena uketipo, wanene waketipo katika nyumba yako. Twende. Na utembeapo njiani. Twende. Na ulalapo na uondokapo. Kwa hivyo haya maneno wangeyafundisha mara kwa mara. Endelea mtumishi. Inasema, yafunge yawe dalili juu ya mikono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo haya maneno ya Mwenyezi Mungu ni ya muhimu sana. Na kwa sababu haya maneno manabii waliandika sio yao, ni ya Mungu. Kwa hivyo vile vitabu walivyoviandika ndivyo vinavyoitwa neno la nani? La Mungu. Ndilo neno la Mungu. Ndio inaitwa neno la Mungu, kwa maana neno la Mungu ni Mungu aliyedhihirishwa katika maandiko. Katika maandiko. Na ndio maana tunafaa kusoma. Sasa ningependa tusome katika vitabu fulani ili tuweze kujua hili neno la Mwenyezi Mungu liko na uwezo wa namna gani, kwa maana ni Mungu anayezungumza, si ndio? Ndio mwalimu. Sasa kitabu ningependa uende kile cha Waebrania kwanza. Waebrania ni 4 mstari wake wa 12. Waebrania ni 4 mstari wake wa 12. Soma. 4:12 Waebrania nasema, maana neno la Mungu li hai. Kumbe kitu kingine nataka ujue hivi mpendwa, hii Biblia ni kitabu tofauti sana. Ndio. Hii si kama kile kitabu kimeandikwa na maprofesa. Ndio, hii si kama kile kitabu kimeandikwa na walimu wa dini, vitabu vingine. Hiki kitabu cha Mungu ni maneno ya nani?
ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ni maneno ya Mwenyezi Mungu, Biblia inasema neno la Mungu li nini? Li hai. Li hai. Twende. Tena lina nguvu. Tena neno la Mungu lina nini? Lina nguvu. Lina nguvu. Soma. Tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Kwa hivyo tena lina ukali kuliko upanga uwao ukatao kuwili. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena li jepesi. Tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hivyo hili ni neno la Mwenyezi Mungu. They are not dead words, they are living words. Kwa hivyo unaposoma Biblia ni Mungu anayezungumza. Li hai na tena lina nguvu. Kwa sababu hiyo ni pumzi ya nani? Ya Mungu. Ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndivyo Mungu amejidhihirisha kupitia kwa neno. Sasa na pia mtumishi, ndiyo, hawa ni manabii walioandika, si ndio? Sasa tuliona katika ile Waebrania ikasema ya kwamba katika siku hizi ananena katika mwana. Hebu rudia kile kifungu Waebrania 1 mstari wa kwanza. 1 mstari wa kwanza. Rudia ili waweze kupata. Tuende. Moja ya. Inasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, Twende. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo katika siku hizi amesema na sisi katika mwana. Kumbe tumeona manabii. Alizungumza kwa manabii ama hakuzungumza? Alizungumza. Waliandika ama hawakuandika? Waliandika, mwalimu. Na tumesema yale maneno ni ya manabii ama ni ya Mungu? Ni ya Mungu. Ni ya Mungu, si ndio? Ndio, sasa mwalimu. Mungu na tena siku hizi za leo amejifunua kupitia mwana, si ndio? Ndio. Huyu mwana pia kitu ya ajabu anaitwa neno. Kwa maana tumeona neno lile lililoandikwa na manabii na Yesu Kristo aliyedhihirishwa ni ushahidi kuhusu Mungu na tabia yake. Ndio, mwalimu. Ujue hivyo. Neno lile ambalo manabii waliandika na huyu Yesu anadhihirishwa ni kwa ajili ya kumfunua nani? Mungu kwa wanadamu. Ndio maana anaitwa neno. Yohana 1:1. Kitabu cha Yohana 1 mstari wa kwanza inasema hapo mwanzo. Yohana inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Alafu mstari huendelea, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Twende. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Twende kazi. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Nao uzima ulikuwa nuru ya watu. Sasa enda 14. Twende. Huyu neno ni nani ambaye alikuwa ni Mungu? Neno alifanyika mwili. Naye neno alifanyika nini? Alifanyika mwili. Alafu akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Kwa hivyo huyu neno aliyefanyika mwili ni nani? Ni Yesu Kristo. Yesu Kristo, si ndio? Ndio, mwalimu. Sasa mbona Yesu alikuja kumfunua Baba? Ama Yesu alikuja kufanya nini, si ndio? Hebu enda 18. Hicho tu. 18 inasema, twende. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Kumbe hakuna mtu ameona Mungu, hiyo tulithibitisha, si ndio? Inasema, lakini mwana pekee aliye katika kifua cha nani? Cha Baba. Huyu ndiye aliyemfunua. Kwa hivyo huyu ndiye aliyefanya nini? Aliyemfunua. Kumbuka lengo la Mungu kuzungumza na manabii kwa ndoto na maono ilikuwa ni kujifunua ama kujidhihirisha, si ndio? Na sasa anajidhihirisha katika Kristo. Kumaanisha nini? Kumaanisha kile ambacho Kristo anadhihirisha ndicho kilicho ama ndiyo iliyo tabia ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Sawa sawa. Kwa hivyo Kristo alikuja kudhihirisha tabia ya Mungu. Kesho tutajua mbona Kristo afanye kazi kama hiyo. Ndio maana Yesu akasema hivi, Yohana 10 mstari wake wa 30. 10:32. 10:30.
10:30 neno la Mungu lasema namna gani? Mimi na Baba tu umoja. Kwa hivyo Yesu anasema yeye na Baba ni nini? Ni umoja. Ni kitu kimoja. Ndio. Kwa hivyo uwezi watenganisha. Na kwa hivyo ndio maana Yesu alikuja kumudhihirisha nani? Mungu. Baba. Sasa mbona tunasema Yesu na Baba ni mmoja? Kitabu kile cha Wakorinto wa pili, Wakorinto ni wa pili 5 mstari wake ni wa 19. 5:19. Soma. Neno lasema, twende. Yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Ati nani? Mungu. Nani? Mungu. Alikuwa wapi? Alikuwa ndani ya Kristo. Alafu akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kwa hivyo Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Huwezi watenganisha. Na mwalimu. Na kwa hivyo kama unajua Yesu Kristo, unamjua Mungu. Na kama unamjua Mungu, unamjua nani? Yesu Kristo. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 9. Sasa hebu anzia 6 ndipo waweze kupata msingi. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6. Biblia inasema namna gani? 14 mstari wa 6. 6 inasema, Yesu akamwambia, Yesu akajibu akamwambia, mimi ndimi njia na nini? Na kweli na nini? Na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Alafu 7 kuna mtu anauliza swali. Twende. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Sasa Yesu anasema kama unamjua yeye, kama mungemjua yeye, hivyo basi utamjua nani? Baba. Kwa hivyo ukitaka kumjua Baba, wewe angalia maisha ya nani? Ya Yesu, si ndio? Ndio. Jifunze kwa maisha ya Yesu na utamjua Baba. Maisha ya Yesu yameandikwa wapi? Biblia. Katika Injili, si ndio? Kwa hivyo manabii waliandika Agano la Kale. Na Mungu pia amedhihirishwa katika Kristo, katika Injili. Ndio mwalimu. Na katika Injili hiyo tuko na kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mariko, Luka na Yohana. Hivyo vinaitwa vitabu vya Injili. Na vitabu hivi vinadhihirisha vitu muhimu ama sehemu muhimu kwa maisha ya Yesu Kristo. Ndio mwalimu. Na ndio maana nakuambia kwamba Yesu Kristo ni mfano wa Baba uliodhihirishwa kwa wanadamu. Endelea kusoma. Sasa Yesu anasema, kwa hivyo mungenijua mimi, mungemjua Baba. Alafu inasema tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Twende. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Sasa na tena Yesu anashangaa watu hawaelewi namna gani. Yaani nimewaeleza wakiniona wameona Baba. Halafu na tena wananiuliza tuonyeshe Baba. Na watu wengi wako hivyo siku za leo. Yesu amejidhihirisha kwa Biblia, halafu na tena mtu anaenda kuomba anasema, Bwana jifunue kwangu. Bwana ameshajifunua kwa Biblia. Kwa hivyo ukitaka kumjua, fanya nini? Soma Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya, na utamjua Mwenyezi Mungu. Atajifunua kupitia kwa njia hizo. Endelea kusoma. Sasa Yesu akamwambia, twende. Mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue? Sasa anashangaa, wewe usinijue Filipo? Akamwambia, aliyeniona mimi. Akamwambia Filipo, sasa sikiliza kijana. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Kwa hivyo ukimjua Kristo umemjua nani? Baba. Na ukumbuke tulianza tukisema na uzima wa milele ndio huu, wamjue nani? Wewe Mungu wa kweli, pekee wa kweli, na Kristo aliyemtuma, sivyo? Kwa hivyo ukimjua Kristo umemjua Baba. Si ndio? Ndio mwalimu. Sasa hilo tutaliangalia kwa undani siku ya kesho. Sasa huyu Yesu Kristo yeye anajiita neno. Hebu rudi nyuma kidogo 6, alafu nielezee jambo fulani hapo tufikie tamati ya kipindi cha siku ya leo. Inasema namna gani? Mtakatifu 14:6 nasema. Soma. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na nini? Na kweli na nini? Na uzima. Kumbe Yesu ndiye njia na nini? Na kweli. Kweli. Hapo unipate vizuri. Yeye ni kweli. Na Yesu ni neno, si ndio? Na Yesu ni tabia ya Baba iliyofunuliwa. Sasa tuende kitabu hicho 17:17.
17:17. Na tumeona tabia ya Yesu imefunuliwa katika maandiko. Twende. Inasema uwatakase kwa ile kweli. Kwa hivyo mpaka Mungu anatutakasa kwa ile kweli ambayo ni neno. Neno lako ndiyo kweli. Kumbe neno la Mungu ndiyo kweli. Yaani kumbe mtumishi, ukitaka kujua kweli kuhusu Mungu, unaenda wapi? Kwa neno lake. Kwa neno lake. Kwa hivyo kama hujasoma kwa Biblia, ile imani ulio nao kuhusu Mungu kwamba ni nguvu fulani, hiyo ni imani potofu. Mahali peke yake unaweza kusoma kuhusu Mungu, mahali peke yake Mungu amejidhihirisha akajifunua ni katika maandiko, na hiyo ndio inaitwa kweli. Hilo neno la Mwenyezi Mungu ndilo kweli. Na Mungu anataka tuweze kumjua na tujue hiyo kweli. Kitabu ni waraka wa kwanza. Hiyo sasa ni Timotheo mokuongo. Naamini niko sawa Uko sawa kabisa. Kile kifungu cha mlango wa pili, kifungu chake ni cha 3 na 4. Biblos wacho nango. Inasema hili ni zuri hili ni zuri tena nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe. Sasa sikiliza, Mungu anataka watu wangapi waokolewe? Watu wote wafanye nini? Waokolewe, alafu na kupata kujua yaliyo kweli. Sasa ukitaka kujua wokovu, ukitaka kuelewa wokovu ili uokolewe, basi imekupasa kujua yaliyo kweli. Na yaliyo kweli yameandikwa katika Biblia. Kwa maana tulisoma Yesu anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ni kwamba watu wasome Biblia, wamjue Mungu ambaye ni kweli, si ndio? Ndio mwalimu. Sasa ningependa pia usome kitabu kile cha waraka wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana mstari wa 4. Waraka wa pili wa Yohana mstari wa 4, Biblia inasema namna gani? Waraka wa pili wa Yohana mstari wa 4. 4 mstari wa 4. Waraka wa pili wa Yohana mstari wa 4. Haina chapters tuseme tu chapter 1 verse 4. Inasema namna gani? Inasema, twende. Nalifurahi mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli. Kwa hivyo kitu kinafurahisha Mungu ni wakati watu wanaenenda katika kweli. Katika kweli. Hebu enda sasa waraka wa 3 mstari wa 4 tena. Aina inasema, twende. Sina furaha iliyo kuu kuliko hii. Mungu anasema hakuna kitu inamfurahisha kuliko hichi. Wewe kama unataka kufurahisha Mungu, fanya hivi. Nini? Kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo Mungu anapoona tunaenenda katika kweli, anafurahi sana. Ndio. Yaani hivyo inamaanisha tunapotenda ama tunavyoenenda kulingana na maandiko kwa kusoma na kwa kuyafuata, hili linamfurahisha Mwenyezi Mungu. Tutazidi kujifundisha tujue zaidi vile Mungu anavyojifunua, lakini tumeona amejifunua katika manabii na katika Kristo na hivyo vimeandikwa. Sasa swali ninalojibu kabla tuende, Mungu ni nani? Si ndio? Ndio. Ni vile nilikuuliza wewe ni nani? Ni nani? Na ujue nikikuuliza wewe ni nani, ukiniambia tu jina lako linaweza kunieleza wewe ni nani, si ndio? Ujue kitambo ulikuwa unaitwa jina kulingana na tabia yako, na sasa Mungu pia anaitwa jina linalolingana na tabia yake. Sasa Mungu ni nani? Hapo ndipo namalizia, ndipo kesho tuweze kuangalia kuhusu Mungu zaidi. Kitabu kile ni cha waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 8. Waraka wa kwanza Yohana 4 mstari wake wa 8. Biblia inasema namna gani? Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua nani? Mungu. Kwa nini? Kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hivyo jina la Mungu ni gani? Upendo. Mungu anaitwa upendo. Kesho tutazidi kuliangazia hilo, na kwa wiki hizi 2 tutaangazia jina la Mungu. Kwa maana Biblia inasema jina la Mungu ni ngome
Imara, si ndio? Sasa hilo jina la Mungu ndilo tunataka kulijua, ambalo ni ngome imara kwa wote wanaoamini. Na hili jina la Mwenyezi Mungu tutajifunza kwa wiki 2 kulihusu, kwa maana ni jina linaloelezea tabia yake. Naitwa character descriptive name, si ndio? Yaani jina linaloelezea tabia yake. Mungu aweze kuwabariki. Amina. Ningependa tuweze kusimama kwa ajili ya ombi. Msomaji, ningependa uweze kutuombea. Aya, asante mwalimu, tuweze kupata ombi. Uishie mahali pa juu, Mwenyezi Mungu wetu, asante kwa somo ambalo umeweza kutupa jioni hii ya leo. Asante kwa kutumia mtumishi wako, asante kwa kutukumbusha kwamba wewe Mungu ni nani, na kutuwezesha pia kupata somo kuhusu wewe. Tuombe uweze kutubariki tunapoendelea na vipindi vingine. Baba, uzidi kutubariki, uzidi kutupa utulivu, na zaidi ya yote Baba, maneno haya yaweze kuwa na manufaa katika maisha yetu, yaweze kutuzongeza karibu nawe, ili kutuandaa kwa ujio wako mara ya pili. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amina.